Kwa maana hiyo basi, kuanzia leo wewe ndio kiongozi na sio Mbala tena. Sawa? Nadhani tumeelewana. Kuanzia leo huyu ndio kiongozi. Meza sumu ufe huku naona, alopewa muheshimu, riziki yake ni pana, kuipora kwake ni vigumu, utangaika sana, kuipora kwake ni vigumu, utangaika sana. Riziki uko ilipo, Mungu pekee ndo anajua. Mjomba! Mjomba! Mjomba, nisamee, nipo chini ya miguu yako. Naomba nirudi kwenye nafasi yangu. Na ninakuahidi nitafanya vizuri kuliko wote hapa mjomba. Nitajituma na kwenye mazoezi sitotegea. Na sitokuangusha tena mjomba wangu mzuri. Naomba nisamee. Wanasema mtoto akiunyea mkono usiukate. Nirudishe kwenye nafasi yangu mjomba. Mbala, sikukupa uongozi eti kwa kuwa wewe ni mjomba wangu au kwa kuwa mimi na wewe tuna undugu. Ila nilikupa uongozi kwa sababu ulikuwa unajituma na uwezo wako wa kunishawishi mimi kufungua hili kundi. Na kwa kuwa wewe ndio ulinishawishi mimi nifungue hili kundi, ndio maana nikakupa uongozi kwa sababu wewe ndio ulikuwa unaelewa lengo letu ni nini. Lakini nimegundua kuwa hakuna lolote. Nilikuwa nimejidanganya tu. Na wewe wala hujui lengo letu ni nini. Na kibaya zaidi, wewe mwenyewe hujui hata ni nini unataka. Kwa hiyo kwa ajili ya future na mwendelezo mzuri wa kikundi chetu, ndio maana nimeamua nikutoe wewe na nimweke mtu ambaye ataweza kuendana na future ya kikundi chetu. Lakini sio kwamba eti nimekutoa kwa ubaya, hapana. Ila nimekutoa wewe Mbala kwa sababu haustahili na nimemweka pale mtu ambaye anastahili. Kwa hiyo basi, naomba uheshimu hilo. Na mheshimu pia mtu niliyomweka. Mbala, nilikuambia mimi. Umeona sasa? Nilisema wewe dogo lazima aondoke na upepo wako. Sasa hivi kila mtu amsifia yeye. Mjomba wako anamsifia yeye, mwalimu anamsifia yeye. Kilichobaki tu mimi cha wako kuwa cha wake. Kwa hiyo kama utakuwa makini, utajikuta unakuwa mbeba mabegi kwenye kampuni ya mjomba wako. Sikubali. Sikubali. Nasema sikubali mimi. Yaani wazo la kufungua kundi nimetoa mimi na kikundi cha mjomba wangu. Alafu atokee mlugaluga mmoja tu Muha huko katokea huko Kigoma kaja na treni, aje achukue kila kitu changu. Haiwezekani. Siwezi nikakubali. Never give up. Yaani Muha mkopesha vyombo aje kunizidi akili mimi mtoto wa mjini. Sitaki kwa mazuri. Ila siwezi nikakubali. Yaani pale nimemtanguliza tu na baskeli ya miti. Ila muda sio mrefu na nirudisha kwenye nafasi yake. Wewe subiri tuone. Lazima arudi Kigoma akalime mawese huko. Hata ufanye matambiko hauwezi kuinyakua. Aliyenipa bado yupo, mbinu zote hazijua. Bora tameza sumu ufe huku naona, riziki yake ni pana,
Mwanangu, mbona unalia? Nini shida? Mama, mjomba amenyang'anya uongozi na amempa mtu mwingine. Amekunyang'anya uongozi? Kwa nini? Kuna mtoto mgeni amekuja kule mazoezini. Na sijui kwa nini, lakini mjomba sasa hivi anampenda balaa kuliko hata mimi. Na ndio maana amenivua mimi uongozi na kumpa huyo mtoto. Yaani kila kitu changu kampa huyo mtoto. Hivi wewe mjomba wako ana akili kweli? Yaani anamthamini mtu baki kuliko wewe mjomba wake? Ndiyo mama. Na amesema hata kesho kutwa kushuti ataenda na huyo mtoto pamoja na yu. Mama, nakuomba ongea na mjomba arudishe cheo changu. Maana nitakuwa sesimiki tena pale mazoezini. Halafu pia mimi sio ningekubali kusimamiwa na mtoto mdogo. Mama, mtoto mwenyewe ni kadogo mama, ukikiona. Na mtoto mwenyewe amenikuta, alafu ametoka na kutoka tu kaja kuchukua uongozi pale. Hapana mama. Mimi siwezi hayo mambo. Nakuomba mama, ongea na mjomba. Sawa mwanangu, usijali. Yaani wewe niachie hilo. Yaani mimi nahakikisha nitaongea na mjomba wako na atakurudishia uongozi wako kama zamani. Kwa hiyo nyamaza mwanangu, hata usilie. Hamna mama. Nachungu. Nashindwa kuelewa. Basi mwanangu, jikaze. Mimi si unajua sipendi kukuona unalia. Basi achana nayo. Hebu kwanza nipe mapande bala. Sawa. Nitakupa mapande lakini nina chungu mimi. Bala huyo bala. Bala baba. Uye bala huyo bala. Bala wewe. Bala huyo bala. Huyo bala. Mama. We shenzi nini? Unawezaje kuniuliza nimelala wapi jana wakati hapa ni nyumbani kwangu? Kwani hapa ni kwako? Yaani nyumba yangu, alafu unaniuliza jana nimelala wapi? Hivi mbona wanawake mnakosa shukrani nyie? Yaani mtu nimekuoa, singomaza, ukiwa na mtoto, tena mtoto mwenyewe wa haramu. Hata sijui kama baba yake anamjua. Alafu nimewachukua nimewastiri mnaishi kwangu. Alafu unaniuliza nimelala wapi? Yaani unaniuliza hivyo kama nani? Au ndo unajifanya unajua sana kuhusu masuala ya ndoa? Kama ungekuwa unajua sana kuhusu ndoa, si huyo mwanaume wako alokuzalisha kama paka na kukuacha na huyu mtoto wa haramu, si angekuoa? Lakini mbona amekuacha na huyu mtoto wako wa haramu na mimi ndo nimekustiri? Yaani ungejua ambavyo simpendi huyo mwanao, wala usingenitafuta maneno. Maana muda mwingine najiona kama mjinga kumuoa mwanamke mwenye mtoto, tena mtoto mwenye haramu ambaye baba yake amemkataa, alafu mimi najitwika mizigo mingine ambayo sio nihusu. Na ndiyo maana sitaki kulipeleka shule mtoto la haramu, kwa sababu ninajua mitoto ya haramu huaga shuleni haina akili. Na lenyewe lazima liyo lishenzi tu kama baba yake alokataa mimba. Sasa nakwambia ukome kuanzia leo kuniuliza nimelala wapi, kwa sababu hapa ni kwangu na nina mamlaka napo. Kwa hiyo naruhusiwa kurudi muda wote naotaka. Pumbavu wewe. Mama, pole sana mamangu. Najua ni maumivu makali kiasi gani unayapitia. Ila nakuahidi mamangu, ipo siku nitabadilisha kila kitu kwenye maisha yako. Na utakuwa ni mtu unaheshimika kama wanavyoheshimika wengine. Acha leo tunyanyaswe kwa ajili ya nyumba. Ila nakuahidi mamangu, ipo siku nitakujengea nyumba yako. Na nitakununulia gari zuri la kutembelea. Na wanaokudharau leo, ipo siku watakuheshimu. Na ninajua sasa hivi kuna watu wanaona wewe kunizaa mimi ni kama nuksi kwenye maisha yako. Ila ipo siku watakuja kugundua kwamba mimi ni baraka kubwa sana kwenye maisha yako. Na kila mtu aliyotukataa, ipo siku watarudi wakilia na wakituomba msamaha.
Vumilia mamangu, haya yote ni mapito. Hizi shida magumu pia nayo yana mwisho. Nitapambana usiku na mchana, nikutoe kwenye ziki mamangu, na milele kwa ajili yako nitasimama. Furaha yako mimi ndio furaha yangu. Kuna mazuri yanakuja mama, tutafurahi, tutaenjoy sana. Futa machozi usilie mama, siku yetu ipo, tusikate. Unajua bwana, huko nilikotoka nimezurura kibao, nimepita huko na nili Kilima Hewa huku sijawaona, nimepita huko na Magamba sijawaona. Sasa hapa nilikuwa nawatafuta angalau hata nyie mniweze kunielekeza njia. Sioni njia kabisa, nimekuwa kama vile mtu ambaye haoni, kipofu. Naenda hivi sioni, nazurura tu na manguo yangu haya yananilia uganga. Nisaidieni ndugu zangu. Si mpaka Chatota tumeingia, hatujaiona hiyo njia. Manangu Deladi, huu mkosi huu. Mimi nakwambia tena. Hapa tumezunguka mara 4 hatujaona nyumbani. Hasa tupo na huyu mpaka jua linazama hatupaoni nyumbani. Mimi nakwambia tena. Nakupa hiyo kitu kabisa. Sasa nyie hamtaki kunisaidia au mnataka? Mbona mnakuwa mnalomba nyie ndugu zangu? Nako katabia kalomba mekalisi wapi? Tena kama ndo huyu Deladi huyo. Afu wewe. Kwanza ni ndugu yangu huyo. Wewe una ndugu hapa? Oh, namjua, mimi simjui. Sio ndugu yangu. Afu wewe tutakuacha. Usiniache, angalie. Kwanza hizo ndo tutako tutapeli wewe. Umenikumbusha. Wewe kujifanya mganga. Nyoko wamekupiga chuma. Cheki mpaka umejikojolea hivi. Unajua vitu vingine bana, naye Mungu analipa. Wewe umetukomoa wewe, umetufikisha milima mibonde, umeona ulivyo sasa hivi. Mpaka umejikojolea. Mtu mzima unapishana na watu bwana ukajikojolea. Si unajua? Sasa sikiliza. Sisi njia au nyumbani kwenu tutakuonesha. Ila kwa sharti hili moja. Kwa hiyo mwanangu Deladi 5000 mimi 5000. Ukikataa kutupa 5000. Kichwa hicho halali yangu naenda kukipika supu. Kwa mwanangu Deladi unasemaje? Hiyo imepitishwa. Imepitishwa na Jamhuri ya Muungano wa Kijiji. Unajua nini Kidaga? Mimi naona hii tusipite huko. Kwa nini? Huko bwana uje kakojoa huyu afu umeona kubwa zima kama hii nuksi. Kweli. Bwana bitu tupite huko. Huko. Tupite ni huko. Wote tuondokeni. Wacha. Mimi nitawapa